hali ndio kama hii ya shule yetu. Darasa hili Mwenyezi Mungu amrehemu sana Bakari Ali, liliwekwa na foundation ya gorofa kabisa. Kwa hivyo ni wale waliochukua baada ya Bakari Ali kuhakikisha wanaendeleza kile walichokiacha, legacy. Na hii hali ambayo iko hapa pia iweze kufanya nini? Kurekebishwa. Na hiyo ndio tutakuwa tumeimarisha mambo ya elimu, kwa sababu wanakuambia waliosema ya kwamba elimu ndio hazina peke yake isiyofilisika. Basi ni hali ya kusikitisha kama unavyoona mandhari ya shule, tukizingatia swala la devolution, yani baada ya serikali kugatuliwa, kuletewa faida zote ama rasilimali zetu nyanjani, tena bado katika mji wetu mkuu huu wa Shimolatewa tuko na shule ambayo iko hali kama unavyoona. Mbali na kwamba devolution iko ndani, tukiangalia katika mji wetu huu wa Shimolatewa, hususan jina la Mtwapa inavyokusanya ushuru mwingi, bado watoto wetu wanasoma katika mabanda yanayoonyesha hali namna ilivyo pale nyuma. Basi nikupeleke tu moja kwa moja. Kwanza tushukuru marehemu Bakari Ali, Mwenyezi Mungu alaze roho yake mahali pema. Kiongozi huyu alikuwa na maono makubwa sana. Kama unavyoona msingi huu uliowekwa ni msingi wa gorofa. Hizi ni column, ni vyuma vilivyosukwa. Kwamba shule hii ilikuwa inafaa iende hata gorofa za juu. Na kama kiongozi aliweza kuchukua muda, kuchukua rasilimali za serikali na akaweza kuanzilisha mradi huu bila kujali kwamba mradi huu ulikuwa wa community ama ardhi hii ilikuwa bado haijachukuliwa na serikali officially, na akaweza kuweka msingi huu. Basi ilikuwa tunasubiria kwamba viongozi wengine waweze kuiga mfano huu ili maendeleo yaweze kuonekana. Hivyo basi tuko na tank hapa la maji. Hili tank bwana limekula pesa nyingi kama unavyoliona, lakini mpaka leo halijaweza kuwekwa maji. Ni connection tu pale, na ilikuwa kama inavyosemekana, kwa sababu huu mtaa visima ni vya maji ya chumvi, basi liwe linajazwa maji ya fresh ndio ili watoto waweze kunywa maji safi kiafya. Lakini tank hili tangu 2012 mpaka sasa hivi bado tank liko vile vile, halijawekwa maji na halijaongezewa hatua zozote za kujengwa. Na tukiangalia huu ndo mradi wa kwanza ambao shule iliweza kupata kutoka kwa serikali, na hii unavyoiona ilijengwa na marehemu Bakari Ali, madarasa mawili ambayo yalikuwa modern sana, lakini imeweza kufanywa wiring, lakini mpaka leo stima haijaweza kushukishwa. Na ni hatua kidogo tu, kuna gongo la stima liko pale, ilikuwa ni dropping ili moto uweze kutumika katika shule, lakini viongozi waliochukua nyadhifa kutoka kwake hajaweza kupiga hatua kuboresha shule hiyo. Na tukiangalia darasa hili darasa ndio mradi uliojengwa na mbunge wetu wa Kilifi Kusini Bwana Ken Chonga, na hili ndo darasa ambalo yeye katika miaka yake hii 8 aliyochaguliwa ndo uwezo alioonyesha kwa kusaidia jamii yetu hii. Darasa unavyoliona halina floor, madirisha hakuna, milango hakuna, na mabati unavyoona mengine yashaanza kuenuka. Na tukisonga katika hatua hii nyingine, hili ni darasa ambalo liliweza kujengwa na mheshimiwa aliyeondoka katika mamlaka area MCA ambayo ni mheshimiwa Bwana Sami Ndago, na habari zinavyotufikia ni kwamba aliweza kujenga darasa hili kwa unusu, kwamba hii foundation alijenga, lakini kwa sababu hakuweza kurudi tena kwa awamu ya pili, basi jamii iliweza kumaliza mradi huu wao wenyewe, lakini mheshimiwa alijenga nusu na jamii ikaweza kufunika. Kwa hivyo mbunge alijenga darasa moja ndani ya miaka 8 na MCA aliyetoka mamlakani alijenga darasa nusu ndani ya miaka 5 na akaahidi kumaliza iwapo ataweza kupewa fursa tena. Lakini kwa bahati mbaya kura zake hazikuwa nyingi za kumrudisha katika uongozi, hivyo basi jamii ikachukua hatua ya kumaliza mradi wenyewe. Na kwa sababu jamii iliweza kuleta mradi huu wao kama community, ndio ili waonyeshe aji ya kuona kwamba kweli elimu ni jambo la kupewa kipaumbele, basi waliweza kuweka misingi ya madarasa haya matatu unavyoona. Hizi ni nguvu za jamii na wawekezaji kutoka ndani ya community. Walichanga mawe kidogo, simiti hapa na pale, ndiposa wakaweza kufunika. Na kama tulivyosikia, wameweza kutafuta
ufadhili mbalimbali kuweza kusaidika, maana ukiangalia paa hili hivi sasa paa laanguka. Hili limezama kwa sababu ya upepo mwingi na mvua nyingi, mbao ni za zamani, lakini wamekosa kupata hiyo support. Kwa hiyo hivi sasa wanafunzi wanatarajiwa kufungua shule tarehe 25 ambayo ni wiki ijayo. Haya ndo mazingira ambayo watarudi kusoma katika madarasa haya. Kwa hivyo sisi kwanza tuwapatie jamii kongole kwa kuweza kupeana ardhi hii na hususan kuanza jiwe la msingi katika madarasa haya matatu. Ili kuonyesha kwamba wao kama jamii wako tayari kukuuza, kusomesha viongozi wa kesho, lakini serikali yetu inaweza kuwavunja moyo. Kwa sababu kama mimi na wewe Walalahoi tumeweza kuchanga na tukafanya hivi, na tuko na serikali ambayo tunailipia ushuru, tuko na serikali ambayo tumechagua viongozi kutuwakilisha, na bado hizi ndo matunda ambazo tunapata, basi ni jambo la kusikitisha sana. Kwa hivyo sisi tuko na lawama nyingi sana kwa mbunge wetu Mheshimiwa Ken Chonga. Hii ni awamu yake ya pili. Mheshimiwa wetu Tete aliweza kufika kabla apate kura kama ulivyosikia, akapeana ahadi kwamba atakapoingia tu hivi mradi wa kwanza ataweka ni ukuta na aje aboreshe shule hii. Lakini hivi tunavyosema, tangu apate kiti mpaka sasa hivi tunavyoongea, mheshimiwa hajawahi onekana tena huko, wala hajawahi ongelea historia yote ya shule. Kwa hiyo sisi tuko tayari kutembea na jamii yetu sisi kama wakazi kuhakikisha kwamba maendeleo yanakuja hususan ya shule. Ukiangalia nyuma yangu pale tuko na vyoo. Vile vyoo ni viwili peke yake. Vyoo vile vilijengwa wakati wa mheshimiwa marehemu na Bakari Ali. Na vyoo vile ndio vinatumika na walimu. Vyoo hivyo viwili vinatumika na wanafunzi wote. Vyoo hivyo kwa sababu havina usalama wa milango, hata jamii pia inasemekana inatumia vyoo hivyo. Vyoo vinachafuliwa, vyoo vinatumika vibaya kwa sababu hakuna mtu wa kucontrol wakati darasa limefungwa. Vyoo havina milango, wakati mwalimu akishikwa na shughuli za kujisaidia, unaweza kuimagine ameingia ndani na mwanafunzi naye ndio anataka kuingia ndani. Hata heshima kidogo shule inafanya nini? Inapungua. Kwa hiyo ni mambo ya kusikitisha. Ni mambo ya kusikitisha, na sio kwamba eti serikali yetu haina fedha. Serikali yetu iko na fedha, lakini ni viongozi wamekosa kuwa na misingi mizuri ama mipangilio mizuri katika masuala ya elimu. Na mimi ninaweza kulaumu kiongozi anayeongoza gatuzi letu hili la Kilifi, Honorable Gideon Maitha Mung'aro. Governor leo yuko na wizara nzima ya education, yuko na director wa education hapa kutoka national government, tuko na director, tuko na waziri CCM wa county government. Wao wote interest zao zinafaa kulindwa hapa, lakini hali ilivyo ni kana kwamba hatuko katika serikali yoyote. Leo gavana akitamka jambo kuhusu hii shule, hata ghorofa itajengwa, lakini ni dhahiri kwamba bado hawajaona umuhimu wa hii shule kujengwa. Jambo la kusikitisha zaidi, iliweza kumapiwa katika vituo vya kupiga kura. Yaani sasa hivi Timboni ilipitisha viongozi, ilipigia kura gavana hapa, ilipigia kura mbunge, ilipigia kura seneta, ilipigia kura women rep, ilipigia kura MCA. Lakini wao wote baada ya kupewa kazi hawajaweza kurudisha mkono. Na hizi ni sehemu ambazo walikuwa na maagenti wao. Sio kwamba hawana habari kuhusu Timboni, lakini wameamua kuziba masikio na kula vizuri na mwananchi aweze kuendelea na hali zake za kawaida. Sisi kama jamii hatutafanya vitu kwa sababu ya kutaka vitu. Hatutakubali waje watuhadae dakika za mwisho kwa sababu ya kuomba kura. Hili ni jukumu ambalo kwao lazima lifanywe. Hili ni jukumu ambalo lazima lipewe kipaumbele. Malizia, ule mradi wa maji uliotengenezwa na mfadhili, ile borehole, ile pump, nadhani bwana Lukman, sasa hivi nikikupa mtungi ujaze kwa kupiga ile pump, utatoka nikana kwamba umepiga gym, mikono itafura. Sasa imagine mtoto wa PP1, mtoto wa grade 1 analazimika kupiga bomba lile la maji ili apate maji ya kujisaidia ama ya kumsaidia. Anachoka kiasi gani? Anachoka sana. Kwa sababu sidhani kama community kuna watu wanaojitolea wazazi kuja kupiga maji. Lazima wanafunzi ajichotee maji mwenyewe. Kwa hivyo tungeomba tanki ile iboreshwe, iwekwe mifereji ambayo itawezesha mwanafunzi hata kama ana umri mdogo kufungua maji.